Kwa nini Mungu asizuie kuzaliwa kwa watu kama hawa ambao wanapitia changamoto kubwa kama hizi, kama vile vipofu, vilema, watu wenye changamoto za akili, kuna viziwi na madhaifu mengine mengi ambayo tunayafahamu, ambayo tunayaona kila siku hapa duniani. Kuzaa ni sheria ya asili ambayo Mungu aliruhusu mwanzoni kabisa wakati wa uumbaji. Baada ya kumaliza uumbaji, alisema maneno haya: zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Na jambo la kuvutia ni kwamba Mungu aliruhusu sheria hii ya asili ya kuzaa na kuongezeka na kuijaza nchi wakati kabla dhambi haijaweza kuingia katika ulimwengu. Dhambi ilipoingia duniani, sheria ya asili ya kuzaa na kuongezeka na kuijaza nchi bado iliendelea. Watu waliendelea kuzaliwa ingawaje walikuwa na changamoto, ingawaje walikuwa na madhaifu mbalimbali ambayo kiukweli hakukuwa na namna, maana sheria ya asili ilishashika na ilikuwa ikiendelea kufanya kazi. Huwezi kuzuia mbegu isiote kukiwa na maji, udongo na hewa, iwe muda usio sahihi au kwa kukosea au hata kwa bahati mbaya katika mazingira ambayo si sahihi, bado mimba itatungishwa na kuzaliwa mtoto. Huwezi kuzuia sheria ya asili ambayo Mungu alikuwa ameshairuhusu hapo mwanzoni, kwa sababu Mungu sio kigeugeu. Badala ya kutangua sheria yake ya asili ya kuzaa na kuongezeka na kuijaza nchi, alitafuta njia ya kuwakomboa watu wanaozaliwa duniani na kuikomesha dhambi. Basi angalau tunaweza tusimlaumu Mungu kwa sababu tumeshazaliwa duniani, na hata hivyo hakuna anayeweza kujizuia kuzaliwa hapa duniani. Sheria ya asili ilishachukua mkondo wake wakati wazazi wetu walipokutana na hivyo tukazaliwa. Shida kubwa ni dhambi na sio kuzaliwa. Shida kubwa ni dhambi na sio kuzaliwa. Maana kama dhambi isingeingia, maisha yangekuwa raha mustarehe na kuna ambaye angejutia kuzaliwa. Hitimisho ni kwamba Mungu ametuwekea njia ya wokovu kupitia Yesu Kristo, ili kupitia yeye turudishwe kwenye hadhi ya mwanzo ya maisha matakatifu na yasiyo na majonzi.